tumaini letu kwako Bwana, tegemeo letu wewe, twakutegemea peke yako, ndiwe nguvu yetu wewe, tumaini letu kwako Bwana, tegemeo letu wewe, twakutegemea peke yako, wewe Mungu wetu, wewe Mungu wetu. Katika maisha yetu tunapitia magumu, wenyewe hatuwezi, tunajikongoja bure. Bila nguvu yako Mungu hatutafanikiwa, tegemeo letu linabaki kwako wewe, tumaini letu kwako Bwana, tegemeo letu wewe, twakutegemea peke yako, ndiwe nguvu yetu wewe, tumaini letu kwako Bwana, tegemeo letu wewe, twakutegemea peke yako, wewe Mungu wetu, wewe Mungu wetu.
wadogo waje kwangu, tuwaombea watoto waliomaliza mara ya kwanza. Amen.
walishindana wao kwa wao wakisema, awezaje mtu huyu kutupa sisi mwili wake ili tuule? Basi Yesu akawaambia, amini amini nawaambieni, msipoula mwili wake Mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu hukaa ndani yangu, nami hukaa ndani yake. Kama vile Baba alivyo hai, alivyonituma mimi, nami ni hai kwa Baba, kadhalika naye mwenye kunila atakuwa hai kwa mimi. Hiki ndicho chakula kishukacho kutoka mbinguni, si kama mababa walivyokula wakafa, bali akilaye chakula hicho ataishi milele. Neno la Bwana. Hatuwezi kufa kiroho kama tunashiriki Ekaristi Takatifu, kama tunaungana na Kristo mwenyewe aliye hai, kama tuko pamoja ndani ya Kristo na Kristo yu ndani yetu. Kwa maana hiyo, kumbe Kristo anaongea leo swala la chakula cha uzima ambacho kimeshuka kutoka mbinguni. Msifu Yesu Kristo. Watoto hongereni sana. Walisikiaje kwa vizuri? Bado mnajiona mnyonge? Naona ni wazuri. Tafuti wasome. Uliza swali, mtaweza kujibu? Mtaweza? Nadhani shuleni mnafundishwa kwa siku kama mnaisoma sana hiyo. Tunakula chakula cha nyumbani, tunakula ndizi, nyama, kila kitu. Pale tunaambiwa kuna chakula ambacho kinatutia nguvu tena. Iko hapo. Alafu kuna chakula cha ingine yafanyaje? Kulinda mwili. Ingine unataka kingine? Alafu ina kazi gani nyingine chakula? Kujenga mwili. Kuna chakula ile inafanya kazi kwa namna tofauti. Inajenga mwili, inalinda mwili, inakinga mwili, inatupa joto na mambo mengi ambayo tunapata chakula. Sasa je, tukikosa hicho chakula mwili yetu inakuwaje? Mwili yetu inakuwaje? Inadhoofika. Haya, usipoendelea kula mwisho wake inakuwaje? Unakosa nguvu sasa. Unaendelea kukosa nguvu, unakosa nguvu. Mwisho inatokea nini? Unakufa. Kwa hiyo kumbe chakula kienye uhai wetu. Chakula ndicho ambacho kinatufanya sisi tuweze kuishi. Ni chakula cha mwili hicho ambacho sisi tumezoea kula. Kama tunakula chakula ambacho kinalinda mwili, maana yake ni kwamba usishambuliwe na magonjwa, usishambuliwe na maradhi, tusiweze kuugua, tuweze kuwa wazima
wazima tuweze kufanya kazi zetu, na kama sisi watoto tuweze kusoma vizuri, mwili ukae vizuri, akili ikae vizuri, tuweze kuendana na masomo yetu, kwa sababu huyo mtu tunasema ana afya njema. Lakini akipungukiwa kidogo, huyo mtu anaanza kuwa dhaifu kama nilivyosema, na akiendelea kuwa dhaifu kwa sababu amekosa kinga, amekosa ile nguvu ambayo inazuia ile ambayo inamletea maradhi, na matokeo yake ni kwamba sasa huyo mtu hawezi kuwa salama, mwili umevurugika, na matokeo yake anaumwa. Sasa kama anaumwa, maana yake tunahitaji daktari kwa kuweza kutusaidia. Tunahitaji sasa kwenda hospitalini kwenda kupata tiba, kwa sababu huyo mtu hawezi tena. Kama hawezi tena, maana yake ni kwamba sasa lazima tumsaidie huyo mtu ili aweze kurudi katika hali yake ya kawaida, hali yake njema, aweze kuendelea na shughuli zake. Kama tunaongea hivyo kwa upande wa kimwili, ndivyo hivyo tuongee sasa upande wa kiroho. Na Kristo mwenyewe amesema hakuna kingine, mimi ndimi chakula chenye uzima, tena kilichoshuka kutoka mbinguni. Kwa hiyo Kristo ni chakula chetu. Msifu Yesu Kristo. Hebu niambie, chakula cha roho ni nini? Chakula cha roho, naomba nishukuru. Niambie chakula cha roho. Nyosha mkono mwenyewe. Wazazi wenu wanawasikia. Mkikoroga hapa watauliza, ninyi mnasoma? Msome. Chakula cha roho ni nini? Ekaristi Takatifu. Ekaristi Takatifu. Kuna chakula kingine cha roho? Hapa nataka kujaribu. Niambie chakula kingine cha roho ni nini? Damu ya Kristo. Damu ya Kristo. Nyingine? Damu ya Kristo au kibali. Damu ya Kristo. Nyingine? Mwili wa Kristo. Tunapungukiwa nguvu ya kiroho, tumeruhusu sasa maradhi yaanze kukimbia, na tusiposimama imara, mwisho tunadondoka. Lazima tujue kwamba unaenda kukomunika wakati moyo wako au roho yako iko safi. Paulo anatuambia miili yetu, nafsi zetu ni hekalu la Roho Mtakatifu, na kama ni kusengenya sio dhambi, sijui kufanyaje sio dhambi, au mwisho mmoja nikakusanya magunia ya dhambi ndio unaenda kukata. Hapana, watoto, hiyo haifai. Yesu anawapenda sana watoto, ndio maana aliwakusanya kwambia jioni kwangu. Watu walipozuia sana waacheni, wakaenda kwa Mungu, alipokusimamia akawabariki, akawatakasa. Anawahitaji ninyi watoto muwe wema, muwe watoto wazuri, muwe watakatifu, na kushiriki Ekaristi Takatifu, muwe na mioyo iliyo safi. Na ndio maana kabla ya leo ilikuwa lazima muungame, na mkaungama na mkajiweka sawa, ili mweze sasa kushiriki katika hali njema. Kwa hiyo kumbe sisi katika hali hiyo tunahitaji sasa sakramenti hizi mbili ziwe sakramenti kubwa. Kama unakula vyakula vyenye mafuta vingi hapa, ukiangalia kuna vikombe watu hapa, sio? Ni kwa sababu ya chakula, aina ya chakula unachokula. Hivyo unakuwa chakula hicho unachokula ndicho kinachokujenga. Kwa hiyo hata kiroho, kama tunakuwa pamoja na Kristo, chakula cha Kristo tunachokula, sala, neno la Mungu, matendo yetu mema na masakramenti tunayoshiriki, haya yanatuwezesha tuwe kama Kristo, tuweze kufanana na Kristo, tuweze kuwa pamoja na Kristo.
Msifu Yesu Kristo. Somo la pili tunamwambia tazama kwamba sisi tulio wengi tunaposhiriki Ekaristi Takatifu tumekuwa mwili mmoja. Chakula cha kawaida tu tunakula nyumbani, maanake tunakuunganisha, tunakuwa kitu kimoja. Tunakaa mezani, tunakula pamoja chakula kile kile ambacho kimepikwa pale nyumbani. Na hiyo ndio furaha yetu ya kukaa pamoja. Hata Kristo tunapoenda kushiriki Ekaristi Takatifu, wote tunaoshiriki maana yake tunakuwa ndugu moja, tunakuwa familia moja. Na tamani kwamba katika familia wetu asiwepo mgonjwa hata mmoja. Kristo, amini. Haya karibu tumeshaelekezwa, tutazingatia, tutayaishi. Kwetu sisi wazazi, kama umekuja kwa sababu na mtoto wako, kwa sababu kuna yote ambayo unaendelea hapa, na mimi ulisimamia kidete kusukuma mtoto wako aweze kupata mafundisho ili sasa aweze kuja kushiriki Ekaristi Takatifu. Tamaa yako leo imefikia kilele chake. Tamaa yako leo imefikia mafanikio yake. Sasa kama imefikia mafanikio yake, ninaomba utunze hiyo baraka ambayo ulitafutia kule mtoto. Ni wajibu wako mzazi, wewe mlezi, hakikisha huyo mtoto anakuwa katika imani yako, anakomaa katika imani yake. Na hakuna namna nyingine, hapa tunaongea mambo mali na watu wamesema. Mkomazi katika sala, mkomazi katika neno la Mungu, mkomazi aishi maisha mema, matendo yake mema, mkomazi asiache kushiriki masakramenti. Ukimtoa katika mambo haya maana na kuanzia basi mtoto utakuwa mdogo. Na muandikishe kwamba hapa watoto wanaishi haya. Usije kufika mahali fulani ukasema unajua watoto siku maana ni Mungu imekuwa shida. Hapana. Mtoto anakuaje Mungu kwako? Mtoto anakushindaje? Anakushinda kwa sababu Msifu Yesu Kristo. Wazazi mkosio. Kwa nini watoto wanashinda hapa? Wakisema hizo ambazo tunajitetea na watoto wanashinda, watoto tusikilize na hasa vijana wale kanisani. Ndio sababu tunazoesha. Kila siku asubuhi saa 11 mtoto yuko pale nje ya geti anasubiri ile gari la kijani ile lipitie aende kila siku Jumatatu mpaka Ijumaa. Kanisa linasema sasa Jumamosi huyo mtoto aliyopeleka kanisani unasema mwanangu baba umechoka. Huko anakwenda kusoma kachoki. Nikisema twende kwa Mungu amechoka. Na hiyo ndio tunaua sasa kwamba hawatastadi, hawatashiriki ibada, hawatashiriki masakramenti kwa sababu tumewaambia wamechoka. Sisi tunao kuhimiza imani ya hawa. Kama wale mfano pia nasema mshika sikio kwa sababu sisi ndio tushindana kwa karibu na ndio maana leo tunataka kushindana. Kwa hiyo wazazi hakikisheni hawa watu na wale imani. Na wala usiwalee sasa ni kwa neno hapana. Lea kwa matendo. Mtoto huyo aone unachokifanya ni nini ili aige kufanya wewe. Kwa hiyo sasa baba wanataka kwa nini na kanisa? Unaenda uende. Anatazama unaenda kweli. Kama uende basi naenda hivi. Kwa sababu atakuzika tunaona wewe uende. Ameshika tu kukujibu. Ona baba wewe uende. Heshima tu. Hebu nielewe.
mtoto mbona bado analala kwa na mshaji mwingine sana. Kwa hiyo wazazi tuna jukumu hilo la kuweza kuwasaidia hawa watoto ili ambacho wamejianzisha leo, ili ambacho wameingia katika hatua hii ya kuanza kushiriki masakramenti, hasa sakramenti ya mwili na damu takatifu, na baadaye waendelee kuimara na masakramenti mengine. Tunaomba wazazi kuchukua jukumu na kuweza kusimamia haya ambayo tuliwasaidia mpaka kufika hatua hii, wasirudi nyuma, waweze kuendelea na wakue katika Kristo na ndani ya Kristo, kwa sababu hapa ndio tunangolea na mito yetu. Wito msingi kabisa, tunapata ndoa zetu nyingi sana hapa, baadaye tunapata na mito mingine ya kubaraka letu pamoja na uchafu hapa. Tunahitaji ni wazazi waweze kutusaidia. Msifu Yesu Kristo. Waombea watoto walio katika shimali ya kwanza kushiriki meza ya Bwana. Ee Bwana, tukiwa watoto twakuomba. Uwashe mioyoni mwa watoto hawa moto wa mapendo usiozimika tena. Ee Bwana, uwe mlishi na
njia ya fumbo hili takatifu unawalisha na kuwatakatifuza waamini wako, ili wanadamu wote walioenea katika dunia nzima imani moja iwaangaze na upendo mmoja waunganisha. Kwa hiyo sisi tunajongea meza ya sakramenti ya ajabu, ili tukijazwa na wema wa neema yako tugeuzwe kuwa na hali takatifu ya mbinguni, kwa sababu hiyo viumbe vyote vya mbinguni na vya duniani vinapoabudu vikiimba wimbo mpya, nasi pia pamoja na majeshi yote malaika wa mbinguni tunakutukuza tukisema bila mwisho. Bwana kweli mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, na kuomba mtakatifu vipaji kwa nguvu ya Roho wako, ili vio kwetu damu na baraka ya Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akawamega na akawapa wafuasi wake, akasema, twaeni mle nyote, ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, alitoa kikombe na kushukuru tena, aliwapa wafuasi wake, akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu.
umetustahilisha kusimama mbele yako na kutumikia. Pia tunakusihi unyenyekevu ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo. Kusanya na Roho Mtakatifu tupate kufanya pamoja. Ee Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani, ulikamilishe katika mapendo, pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14, askofu wetu mkuu Beatus Kinyaia, askofu msaidizi Willibrod Kibozi na waleo wote. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuo, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama Mungu na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, mitume mwenye heri, Mtakatifu Jema Galgani msimamizi wa jimbo letu, Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili msimamizi na mwombezi wa parokia yetu, na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, ustahili kushiriki uzima milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya kali sana kuchovya au injection katekista Sofia.
aliyeweka mikono hivi. Anataka anapofunika. Baada ya baraka, naomba mchungaji Martin aje atuongoze kwa sehemu inayofuata. Lakini mimi bila baraka
Pende kuwashukuru ujenzi, management board na wafanyakazi wote na wanafunzi wa Martin Luther School, Baba Keila tafakari ya kina aliyotupatia, ili wote tuliojumuika, hasa watoto wapendwa na kwaya wetu watakatifu wa Yohane wa Pili, Ilazo, katekista wetu na wageni mbalimbali. Msifu Yesu Kristo. Mimi naitwa Padre Justin Fentu, ndio paroko wa parokia ya Ilazo, na mwenzangu Padre Mathias Keila, ndio paroko msaidizi. Lakini pia yuko Padre Eligius Silvester ambaye tuko naye Ilazo. Leo wameenda kwenye sherehe nyingine. Tunatarajia tuwe na padre mwingine wa Jumatatu Jumamosi, kwa si rahisi sana. Sisi ni mara ya kwanza kujumuika hapa Martin Luther School. Ilihudumiwa na parokia jirani hivi sasa, lakini kwa maongozi ya mashaka wa askofu mkuu kuanzia mwaka huu tunaihudumiwa kwa sababu iko kwenye eneo la Ilazo. Kwa hiyo tunafurahi kwa baraka na neema tunazozipata pamoja na majukumu tuliyonayo. Nasema asanteni sana na Mungu awabariki sana wote. Kati ya hawa watoto kuna wengine tukiacha wa Ilazo, baadhi yao wanaangalia majina nayo fahamu. Kama Dr. Ibenzi naona na mtoto nafikiri atakuwa. Nilikuwa na geuko vile kinanda nikafikiri na yeye atapiga. Tumuone. Karibu sana popote mlipo. Pili wa mtoto wa Johnson pia mfahamu huyu. Basi na nyote mliojumuika. Tukio hili sisi kwetu tunaona ni baraka, lakini ndio utume na umisionari wa kanisa moja. Naye mwenyekiti pale nyosha mkono, halmashauri walezi wa mjini Ilazo, na shaka na wengine wao. Bwana awe nanyi. Mungu Mwenyezi awabariki kwa wema wake na kuaminie hekima yake iletayo wokovu. Na awalishe siku zote kwa mafundisho ya imani na kuwadumisha katika matendo matakatifu. Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana. Nina kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa tukio hili kubwa la watoto wetu 136 kupokea Ekaristi. Nimshukuru sana Baba Paroko, paroko msaidizi, makatekista na wale wote ambao walishiriki kuandaa watoto hawa, na
jambo hili limeenda vizuri. Hebu tuwashangilie watoto wetu. Bwana Yesu asifiwe. Watoto hawa Januari wataingia darasa la kipaimara, kwa hiyo hawatapewa vyeti vile vya ubatizo. Tutavihifadhi, vitakuwa salama, maana tukiwarudishia leo tena itabidi nirudishe Januari, kwa hiyo itakuwa ni usumbufu kidogo. Kwa hiyo tutavitunza salama. Sasa viko na baba paroko atatuelekeza namna ya kuvitunza, ninyi muamini kwamba viko salama hadi Januari. Watoto darasa la 4 ndio ambao wanaruhusiwa kuanza masomo haya ya komunyo ya kwanza, kwa sababu hawa la 4 hawafiki darasa la 7. Kwa hiyo tunaomba wazazi hawa wa darasa la 3, kama hutapewa barua kulingana na joint instruction, basi wewe mzazi ukishirikiana Januari, ujue kwamba mwanao anaingia masomo hayo mapema Januari. Utaratibu wote watoto darasa la 3 watapewa Desemba wakati wa kufunga. Kwa wale ambao wanahitaji visakramenti mbalimbali kama rozari, vitabu vya sala, vinapatikana hapo nje, naye mhudumu anauza vifaa vyote visakramenti mbalimbali, unaweza kuhifadhi kwa kupata mahali pale. Asante sana, tunashukuru sana kwa management yako. Tunashukuru sana kwa sababu tumeweza kuwalea watoto hawa. Pia tunashukuru sana baba paroko kwa siku ya leo kwa kuweza kutupa chakula cha Bwana. Umetufundisha mengi na sisi wazazi tunasikia. Tuwaombe sana wazazi wenzangu, tuzidi kuyashika maneno tuliyofundishwa na baba paroko, tuzidi kuwalea watoto hawa na wote tuhakikishe kwamba wanakuwa mikononi mwetu, tuweze kuwalisha neno la Bwana. Nisipende kuchukua maneno mengi sana, lakini wazazi pamoja na vijana waliopata komunyo ya kwanza, niwaombe kwa pamoja tushirikiane na mimi kuwashukuru sana kwa makofi na vigelegele. Tuwashukuru sana viongozi wetu wa dini pamoja na mkurugenzi wetu wa shule na management yake kuu. Niwaombe kwa pamoja tuwashukuru kwa makofi. Viongozi wetu wa dini pamoja na mkurugenzi wetu tunawashukuru sana. Neno letu kubwa tulionalo kama wazazi ni neno tu la kuwashukuru. Tunasema asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki sana. Asanteni. Tumsifu Yesu Kristo. Ni jambo jema kushukuru, na Mungu anapenda kushukuriwa na wanadamu pia. Basi tunamshukuru sana mwakilishi wa wazazi kwa neno la shukrani. Moja kwa moja kama nilivyosema, nimkaribishe mwalimu mkuu. Mwalimu mkuu, tafadhali karibu. Utamkaribisha mkurugenzi wetu wa kituo kwa ajili ya nasaha. Karibu mwalimu mkuu. Makofi tafadhali wakati mmoja kwa pia kwa ajili ya mkurugenzi wetu wa kituo. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Basi napenda kuchukua nafasi hii pia kumshukuru Mungu kwa ajili ya ibada nzuri ya misa takatifu ambayo watoto wetu wamepokea komunyo ya kwanza. Tunakushukuru sana baba paroko Destiny kwa ajili ya muda ambao umetoa pamoja nasi asubuhi ya leo. Niwashukuru wanakwaya pia kwa ajili ya kufanya ibada yetu vizuri. Niwashukuru ndugu wazazi wote ambao tumekusanyika siku hii ya leo. Zaidi ya yote wanafunzi ambao wamepokea Ekaristi takatifu ya komunyo ya kwanza. Basi pale ulipo msalimie jirani yako, mwambie karibu Martin Luther. Sasa kwa wazazi, mara kama wengine hawajaongea, mtazame jirani yako, mwambie karibu Martin Luther. Niwashukuru sana na mambo machache kabla sijamkaribisha mkurugenzi kusema nasi. Niwashukuru ndugu wazazi kwa ushirikiano ambao mnatupa siku zote, na niombe tuendelee kutoa ushirikiano huo pia kwetu kwa kutokuharibu ratiba zetu za shule. Basi kwa wale watu
watoto ambao wanahusika na maombi ya kwanza ndio ambao tutakuwa nao kwa siku hii ya leo. Lakini pia niwakumbushe tu zawadi za vyakula turuhusu hapa ndani. Kwa hiyo sisi tumeandaa utaratibu mzuri kwa ajili ya makofi kwa Bwana Yesu. Nianze na watoto wetu. Wanangu, wewe ni nani? Na iwe kwako kama ulivyosema. Baba Paroko, tuna kila sababu ya kumshukuru sana Mungu kwa ajili ya kanisa Katoliki. Tulipogonga mlango katika kanisa Katoliki ili tusaidie katika malezi ya kiroho kwa watoto wetu, tulipokelewa na tumeendelea kupata ushirikiano kutoka tulipoanzisha shule hii hata leo. Na mbegu njema ambayo kanisa na sisi tumeshirikiana kuipanda kwa watoto, hakika imeota na itaendelea kuota na itazaa matunda kwa utukufu wa Mungu wetu. Sasa nini tumewalea kiroho, tunategemea mkapata kukua na kumzalia Kristo matunda. Haya yote yamefanikiwa ni kwa sababu yenu ninyi wazazi, mmetupa ushirikiano hatua kwa hatua. Tunawashukuru sana. Mimi pamoja na watumishi wenzangu tumejipanga kumtumikia Mungu na kuwahudumia watoto wetu kikamilifu. Na wacha niseme wazazi, kazi hii si kazi rahisi. Bila ya Mungu hatuwezi. Tunachoomba kwenu, tunaomba mtuombee ili tuitende kazi ya Mungu sawasawa na makusudi yake. Na mimi na watumishi wenzangu tunachoweza kuahidi kwamba tumedhamiria, tumejitoa kuwahudumia watoto wetu vyema, na niwaahidi kwamba mimi na watumishi wenzangu hatutawaangusha. Basi nimaliza kusema kwamba karibuni katika shule yetu na karibuni katika tafrija iliyoko mbele yetu, ili tuweze kumshukuru Mungu kwa zawadi ya sakramenti ambao watoto wetu, kwa zawadi ya komunyo ambao watoto wetu wamepata kupata. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana mwalimu mkuu kutoka Msikiti, mkurugenzi wa shule ya Baptist Local School, uongozi management kutoka Pila, lakini pia walimu pamoja na vijana wetu waliopata komunyo ya kwanza, wazazi, kwaya, na pekee makatista wetu na wote tulio katika hadhara hii. Msifie Yesu Kristo. Kama walimu walivyodokeza, basi mengi yamekwisha kusema sasa yanayohusu sote, lakini kwa namna pekee watoto. Nikirejea mkurugenzi aliyosema kwamba wamejitoa kwa ajili ya kuwafundisha na kuwalea watoto wao waende katika mwenendo unaofaa, hiyo ni jambo la kutia moyo sana. Sisi tulipoanza kuhudumia hapa mwezi wa 5 wa 6 mwaka huu, tuliona kwamba ni wajibu tuliopewa na Chama cha Askofu Mkuu Beatus Kijaia, lakini na sisi tukasema ulioongezeka, muombe Mungu aweze kutuongoza mema. Kimsingi kazi kubwa hasa inafanywa na makatekista. Mimi pamoja na wenzangu ni msimamizi. Ningependa makatekista msimame popote mlipo.
tena wametoka wako watatu ndio tulionao kule pamoja. Asanteni sana. Mkurugenzi wa shule, mimi shule hii nimekuwa nikiona muda mrefu toka inaanza, lakini kuingia huko ndani nafikiri ni kipindi baada ya kuanza kuhudumia ni shuhuda kwamba wote hasa ambao hatujawahi kufika tumeona ukubwa wa shule, miundombinu iliyo mizuri na mazingira yaliyotunzika vizuri. Ukiwa ndani ya Sudani unaona, unaweza kusema ni Dodoma kweli hii au ni Moshi Arusha. Ni kweli sio kweli? Kwa hiyo ni kazi iliyofanyika kwa muda mrefu, nafikiri zaidi ya miaka 20, lakini haya yote yanawezekana kutokana na nia yao njema, lakini vile vile uvumilivu katika changamoto mbalimbali. Kielezo shule iliyoanza hii nafikiri ilikuwa majengo mawili, lakini sasa tunaona hii hali kidogo. Mkurugenzi, kwa kweli tunawapongeza sana wewe management pamoja na wamiliki na bodi ya shule hii. Hongera sana. Pale kwenye kibao cha shule pale, ile kauli mbiu pale inasoma quality education for the new generation, quality education. Mimi nafikiri ilikuwa nawaza kwa nini wasingeongeza hapa mwanzoni. Nafikiri wangesema high quality education for the new generation. Si kama mnaelewa. Tukisema kwa quality ya mazingira kama haya, nafikiri tunatakiwa ku qualify kidogo. High quality education for the new generation. Kwa hiyo tunaamini elimu wanayopata, mafunzo wanayopata, malezi yanastahili kabisa katika hii shule. Na mimi ikiwa ni mara ya kwanza kama nimesema kuhudumia hapa, na hili na mimi pamoja na timu yangu kutoa ushirikiano wa kutosha kwa ajili ya kuendeleza utume hapa, na naamini mpaka sasa umetusaidia sana katika ugeni wetu, na hasa kupitia mchungaji Martin ambaye kila mara tunawasiliana, kila hatua tunaenda, hata watoto hawa walipokuwa wanafanya majaribio, mtihani, hatimaye kufanikisha. Watoto wamefurahi. Asanteni sana. Wazazi, kama ilivyosisitizwa, ndio nguzo ya kuwalea hawa watoto. Baba Keira ameeleza kabisa, watoto hawa wana nguvu sana, hawachoki. Tunaochoka ni sisi wazazi. Sivyo alisema? Nasema mtoto amechoka, mtoto hachoki. Na mimi nasema nyinyi wazazi kwa wakili, maandiko yanasema mtoto mzuri ni fahari ya nani? Ni fahari ya baba. Lakini mtoto ambaye amekengeuka ni aibu ya nani? Ni aibu ya mama. Ni akina mama mnanisikia? Ni aibu ya mama. Sasa usikubali kuwa na aibu nyumbani. Na mimi nasema hasa na mimi natoka kwenye familia. Hata mimi na familia yangu yapo haya. Haya anasema kwa kaida tuyazingatie. Tupate watoto wazuri, wao kweli ni fahari hapa na fahari ya mama, wasije wakawa ni aibu kwetu sisi kwa jamii na hata kwenye kanisa pia. Basi baada ya kusema haya yote, turudie tena shukrani kwenu nyote, na tuendelee kushirikiana katika kumtumikia Mungu na watu wake, na sisi daima tuweze kupata baraka. Sifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay, ni kitu kizuri. Sawa. Kwa hiyo wale walioandaliwa kwa ajili ya keki, tafadhali walimu pamoja na wanafunzi tusogee hapo kwenye meza ya keki, na wakati huo kwa heshima niwainue meza kuu
baba paroko, msaidizi, mkurugenzi wetu wa kituo, mwenyekiti wa jumuiya, mwalimu mkuu pamoja na pasta, mfike hapa mbele tafadhali, na watoto wetu watakata keki. Watakapokata keki hawa watatuwakilisha sisi wote kuwalisha meza kuu, lakini hii keki ni kubwa kama mnavyoiona, inatutosha sisi wote. Kwa hiyo wote tutakwenda kwa utaratibu, itakapokuwa imeandaliwa tutapata keki na tutapiga picha kwa utulivu kabisa. Kwa hiyo muwe na amani. Basi tutulie sisi watu wote. Mwenyezi Mungu tunakushukuru kwa siku hii njema uliyotujalia. Tunakushukuru kwa kuunganisha sisi watoto wako ambao tuko hapa mbele yako. Kwa wema wako na kwa upendo wako, kwa mikozi yako kujalia ili tuweze kuwa pamoja. Tazama wanao wamepata leo sakramenti ya komunyo kwa mara ya kwanza, furaha ya pekee. Kristo mwanao amekuja na kujitoa sadaka kwa ajili yao. Sisi sote tumeunganika na hasa sasa tunaelekea kupata, baada ya kupata chakula cha kiroho, tunaelekea kupata chakula cha kimwili. Keki iko mbele yetu na vipaji vingine ambavyo tumebarikiwa. Tunaomba uvibariki, uvitakase, wabariki na wale wote walioandaa, bariki na sisi tutakaokula, ili katika kufanya yoyote tunayofanya kwa ajili ya sifa na kwa jina lako na kwa ajili ya wokovu wetu. Tunaomba ya kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa sababu sisi wote tutapata kuiva, na kwa sababu imeshadarikiwa na leo tunakwenda kuitumia imeshadarikiwa, tusiwe na shaka. Tutakapopewa kula imeshapata baraka kutoka mbinguni. Basi tuwapigie makofi watoto wetu wanapokata keki kwa niaba yetu sisi wote, makofi mengi. Asanteni sana kwa uzuri na wanapata keki sana pale kuweza sana. Watoto wazuri kaeni mtulie, tulieni kabisa wana. Wanapewa maelekezo baada ya kupata na wao watalisha wageni wa meza kuu hapa mbele, na baada ya hapo hiyo keki itapelekwa kwa ajili ya kuandaliwa, na ikishaandaliwa pale tutapata utaratibu wa namna ya kwenda na kula. Anafanya tena na tena, anafanya tena na tena. Yesu amenitendea, huyu Yesu kweli anafanya, anafanya tena na tena, anafanya tena na tena. Oh, oh, oh. Nina ushuhuda, huyu Yesu kweli anafanya tena na tena, tena na tena na tena, anafanya tena na tena. Nina ushuhuda, huyu
amebadili uelekeo wa maisha yangu. Maisha ya kudharauliwa kunipa maisha ya amani. Yesu amenitendea, amenitendea. Uliyenijua jana, leo sasa ona kila kona, amebadilisha huyo lele. Anafanya tena na tena, kaondoa aibu yangu yelelelele. Nasenga kine bwanya, abakisi koleka, ata huyo nazalaki kosenga na butope singa na moyi batonyoso baboni bolamu na zobe walolo yalele. Amefanya tena na tena, nina ushuhuda. Yesu kweli anafanya tena na tena, tena na tena, tena na tena. Nina ushuhuda. Yayo bona mwele kindelo na tangi na sangama na ye. Zambe ya bolingo nyoso. Tena na tena, tena na tena. Kaondoa aibu, karejesha heshima, kanifuta machozi, karejesha furaha. Yesu amenitendea, amenitendea. Kaondoa aibu. Yolele. Si, yolele. Yesu amenitendea. Nina ushuhuda, Yayo bola mwele kindelo, bola mwele kindelo. Anafanya tena na tena, tena na tena, tena na tena, tena na tena. tena na tena. Nina ushuhuda, nina ushuhuda. Yayo bola mwele kindelo, tango na tangi na zangana. Huyu Yesu kweli Anafanya tena na tena, tena na tena, tena na tena. tena na tena. Anafanya tena na tena. Ai wewe, Asali koleka baboti mai. Tena na tena. tena na tena. Anafanya tena na tena. Ai wewe, Anafanya tena na tena. tena na tena. Tena na tena. Tena na tena. Aya. Mikono juu. Nazali lokola ndeka, elona mapembene bale, mayako bimezante, esengeli nayemba, nayemba, nayemba. Nabine laza komba yo, si, nabine laza komba yo, yo, yo. Yesu yo, Yesu yo, Yesu yo, Yesu yo. Olamu na ye, na tangi na silisi, na kokite Yesu.
kalenga yo yo yo. Wabio, wabio. Huyu Yesu huyu Yesu huyu Yesu huyu Yesu kanifuta machozi yangu Baba, kaondoa aibu yangu jamani. Huyu Yesu huyu Yesu Huyu Yesu Samba ko yemba yemba, samba ko binela binela.